Ujambo na karibu mtazamaji wa Issa News mahali popote ulipo, ili niweze kukupasha yale ambayo yameweza kutufikia kwenye meza yetu ya habari. Kwanza kabisa ni washukuru watazamaji wetu mahali popote mlipo kwa kusubscribe kwenye channel na pia hata kushare kanda zetu kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Wapo ni mara yako ya kwanza kutazama kanda zetu au umekuwa ukitazama na bado hauja subscribe, na kuomba tu uweze kuponyeza kidude ambacho kiko hapo chini kimeandikwa subscribe, na pia usisahau kengele ambacho kiko kando yake, ili punde tu tunapoweka kanda mpya tuweze kufahamishwa kwamba tumeweka kanda mpya na unaweza kuitazama. Pia unaweza ukatupe thumbs up ama like kwenye kanda hapo chini. Asante na karibu. Rais William Ruto ameweza kupokea barua yenye ukali au kushambulia kutoka kwa kundi la Urodi, yani Haiti's Unfinished Liberation of Dessalines. Limeweza kumuuliza Rais William Ruto kuondoa askari wa Kenya nchini Haiti. Hii ni baada ya serikali ya Rais William Ruto kutuma kundi la askari nchini Haiti ili kusaidia kuweka amani, wakishirikiana na maafisa wengine wa serikali ya mpito nchini Haiti, MSS. Sasa kundi hilo la Urodi limemwandikia Rais William Ruto barua kumuuliza kuondoa askari hao wa Kenya nchini Haiti, kundi hilo likisema kuwa serikali ya Kenya ilikiuka sheria kutuma askari wao nchini Haiti. Kundi hilo likiongozwa na kiongozi au rais wao Daniel Alexis. Kupitia barua hiyo kwa Rais William Ruto inasema hivi, ni kinukuu jinsi imeweza kuchapishwa kwenye mtandao wa kenyans.co.ke. Nitakuwa nasoma katika lugha ya Kiswahili lakini imeweza kunakiliwa katika lugha ya Kiingereza. Ningependa niweze kuiweka katika lugha ya Kiswahili ili tizi zote tuweze kuielewa inasema nini. Barua hiyo inasema hivi: tunakuandikia kwa niaba ya Urodi, Haiti's Unfinished Liberation of Dessalines, kwa heshima kubwa kutokana na ofisi yako kama mkuu na kiongozi wa nchi ya ukanda wa Afrika, lakini kwa uchungu mkubwa na hasira kama wazao wa Haiti, nchi ambayo kwanza ilinua bendera ya uhuru kwa watu wote waliokandamizwa na utumwa wa ukoloni. Tunajutia uamuzi wa serikali yako kuidhinisha kutumwa kwa vikosi vya polisi vya Kenya katika eneo la Haiti kama sehemu ya misheni ambayo ina alama zote za utawala wa ukoloni mambo leo. Kwa hivyo tunakukabili na ukweli huu wa kihistoria. Dhamira yako ya MSS nchini Haiti ni kushindwa kwa maadili, kisiasa na kihistoria. Unaonekana leo sio mkombozi, lakini kama kibaraka katika mfumo unaofanya kazi dhidi ya kila kitu ambacho Afrika ilipigania kushinda. Mheshimiwa, tunaomba dhamiri yako kama Mwafrika, kama ndugu, kama kiongozi. Ondoa mkono wako kutoka Haiti. Chagua kuheshimu matakwa ya watu wanaokataa kupiga magoti. Chagua kusimama upande wa kulia wa historia kwa uhuru, kwa heshima na mataifa huru yakiinuka. Hiyo ndio barua kundi hilo la Haiti's Liberation of Dessalines limeweza kumwandikia Rais William Ruto kuondoa kikosi ama vikosi vya polisi wa Kenya nchini Haiti, likisema kuwa serikali ya Kenya ilikiuka sheria kutuma vikosi hivyo nchini Haiti, ambapo kundi hilo linasema kwamba kuwa kama rais asionekane kuwa kibaraka bali asimame kwenye upande wa historia, wakisema kuwa nchi ya Haiti ama watu wa Haiti ni watu ambao wako huru kupigania huru wao. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo kwa sasa. Nitarejea tena baadaye kukupasha mengi zaidi jinsi yanavyozidi kutufikia kwenye meza yetu ya habari. Asante kwa wale wote ambao mnazidi kutazama kanda zetu na pia kusubscribe kwenye channel. Iwapo bado hauja subscribe, na kwamba tu uweze kuponyeza kidude ambacho kiko hapo chini kimeandikwa subscribe, na pia usisahau kengele ambacho kiko kando yake, ili punde tu tunapoweka kanda mpya kwenye mtandao utaweza kupata na alert kwamba tumeweka kanda mpya, unaweza kuitazama. Unaweza ukatupe thumbs up ama like hapo chini na kutuandikia ujumbe mfupi kuhusiana na wazo lako, nasi tutazidi kuzipitia jumbe zenu. Zaidi ya yote pia unaweza kutusupport kwa kushare kanda zetu kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kama vile Facebook na WhatsApp, ili tuzidi kukuza na kuinua channel hii kama njia moja ya kupasha wengi pale nje yale ambayo yanaendelea humu nchini na hata kimataifa. Asante na bye bye.